Huku hayo yakijiri, chama cha ODM nacho kinaendelea kukumbwa na msukosuko mkubwa, wakati ambapo baadhi ya wabunge wa chama hicho wanaendelea kuvuka sakafu na kufanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto. Mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi amekuwa hivi punde kutangaza kwamba huenda kujiuzulu katika wadhifa wake, akidai kuhujumiwa na wenzake. Kama anavyoarifu mwanahabari mwenzangu Emmanuel To, umaarufu wa chama cha ODM, chama ambacho ni kikongwe hapa nchini, sasa unaonekana kudidimia na kuyumbayumba, huku mkutano wa dharura ukiitishwa hapo kesho kujadili mwelekeo wa chama. Tangu mwaka 2005 kilipozinduliwa, chama cha chungwa ODM kimeendelea kuimarika, kikipata uungwaji mkono mijini na vijijini. Ila sasa sifa hizo zote zinaonekana kufika ukingoni, maji yakionekana kuzidi unga. Na siku moja tu baada ya wabunge 8 wa ODM kuvuka sakafu na kukubali kufanya kazi na serikali ya William Ruto, mwenyekiti wa chama hicho John Mbadi ametangaza kuwa ataondoka katika kiti chake. I'll discuss with the leadership of the party so that we identify someone whom I can hand over to in acting capacity until when that position will be substantively. Mbadi anasema amelazimika kujiondoa baada ya kudhalilishwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho. Has reached a point where a position as important as the chairman of the party does not enjoy respect of some members. Very important members of the party, then the best thing to do is to give way for someone else to pick up from where you have left. Sasa mbunge huyo mteule anatarajiwa kutangaza hatua yake rasmi kwa chama katika mkutano utakaoandaliwa Alhamisi na Ijumaa wiki hii. Nafasi ya Mbadi inatarajiwa kujazwa kwa muda na baadhi ya manaibu mwenyekiti, wakiwemo gavana wa Turkana Jeremiah Lomrukai, Christine Lemein na seneta wa Taita Taveta Jones Mwaruma. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wameanza kumezea mate nafasi hiyo. I'm best suited and I'm the only person that ODM needs as a chairman to regain, or rather to improve on its vibrancy. And I can assure you that we are going to deliver presidency under my leadership. The kingdom of presidency is going to come back home. Masuala haya sasa yameendelea kuyumbisha chombo cha ODM kinachoonekana kuwa katika bahari kuu. Then it is now time for the youth to revamp, to bring the move, the megalomania, the valor in ODM. We expected this to have happened some 3, 4, 5 months ago because of wrangles that have been there in ODM. But personally, together with other leaders, we wanted Nyanza people to come closely with the current government. We have to stop using the old ways to do things now. We cannot be antagonistic for 50 years, achieve nothing and still continue to be antagonistic. Hisia mseto pia zimeendelea kutolewa kuhusu hatua ya wabunge wa ODM walioamua kufanya kazi na Kenya Kwanza, baadhi ya viongozi wakitetea hatua yao. Everything that we discussed yesterday was nothing political. We discussed everything development oriented, and that was it. Who called the meeting? The president called the meeting. We cannot work minus the government. A lot of percentage is kept by the government. A few are going to the county government. And therefore there's no way we can deal or do without the government. Government must be there and we must support the government fully. Now, when it is clear that the chances of Baba becoming the president in 2027 is almost nil, it will be difficult to sell to people. Mkutano wa Azimio utakaoleta vyama vya ODM, Wiper na vyama vingine tanzu vya mrengo huo pamoja utakuwa unajadili masuala haya ibuka. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Tukiachana na masuala